Wanasema ukisikia sauti ya bundi juu ya paa la nyumba yako usiku wa manane, basi jua kuwa asubuhi hutaamshwa na mwanga wa jua, bali utaamshwa na vilio vya ndugu na majirani. Katika kijiji cha Nyamikoma, bundi hakuwa ndege wa kawaida. Alikuwa ni mjumbe wa mauti. Kila alipofungua koo lake na kulia, ilikuwa ni lazima jeneza liingie mtaani. Lakini je, ni kweli bundi huyu alikuwa ni ndege wa kawaida tu? Au kulikuwa kuna mkono wa mtu ulikuwa unachagua nani afe? Karibu kwenye simulizi za kutisha. Mimi ni msimulizi wako Fenks, na huu ni mkasa wa kilio cha bundi. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa. Na kama tupo pamoja, andika kwenye comment unatazama kutoka wapi. Katika vilima vya mbali vilivyozungukwa na misitu minene isiyopitika kwa urahisi, ndipo kilipo kijiji cha Nyamikoma. Kijiji hiki kilikuwa ni sehemu ya amani, ambapo sauti pekee iliyozoeleka usiku ilikuwa ni ile ya wadudu wa mwituni na upepo uliokuwa ukipita kwenye majani ya migomba. Hapo Nyamikoma aliishi kijana mmoja aliyeitwa Luvanda. Luvanda alikuwa ni fundi seremala mwenye mikono ya dhahabu, kijana mpole ambaye kila mwanakijiji alimheshimu kwa kazi zake za mbao. Maisha yake yalikuwa ni ya kawaida sana. Asubuhi karakani na jioni alikuwa akipenda kuketi nje ya nyumba yake ndogo akifurahia utulivu wa kijiji chake. Lakini amani ya kijiji cha Nyamikoma ilianza kufifia pale mzee mmoja wa ajabu aliyeitwa Mzee Kikara alipohamia pembezoni mwa kijiji hicho. Mzee Kikara hakuwa na ndugu, hakuwa na rafiki, na nyumba yake ilikuwa imezungukwa na miti ya mikuyu ambayo hata mchana ilikuwa inatoa kivuli cha kutisha. Watu walianza kusema Mzee Kikara ni mtu wa ndumba, lakini Luvanda kwa ujana wake na kutokuwa na imani za kishirikina, alizipuuza habari hizo, mpaka usiku ule wa giza nene ambapo kila kitu kilibadilika. Maisha ya Luvanda yalianza kubadilika siku ambayo kifo cha kwanza cha ajabu kilitokea Nyamikoma. Kilikuwa ni kifo cha kijana mmoja mwenye nguvu ambaye asubuhi alikuwa mzima, lakini usiku bundi alilia juu ya paa lake na asubuhi hakuamka tena. Luvanda, akiwa fundi seremala pekee wa kijiji, alijikuta akilazimika kutengeneza jeneza lile kwa haraka. Wakati huo, Mzee Kikara alimtembelea na kutoa pole nyingi, akionyesha huzuni ya dhati iliyomfanya Luvanda amuone kama mzee mnyonge anayeonewa na uvumi wa kijiji. Siku kadhaa zilipita. Usiku wa msiba wa pili, ukimya wa Nyamikoma ulikatwa na kile kilio cha laana. Sauti ile ilikuwa juu ya paa la jirani yake. Luvanda alitoka nje na tochi yake kwa tahadhari, akimulika juu ya paa lile. Alimuona bundi mkubwa, lakini kitu kilichomshangaza ni kuona kitu kama kitambaa kimefungwa kwenye mguu wa yule ndege. Hakukitambua vizuri kile kitambaa kutokana na giza na umbali, na kabla hajapata picha kamili, yule bundi alipaa na kutokomea gizani. Asubuhi iliyofuata, kijiji kizima kilikuwa kwenye simanzi ya msiba huo wa pili. Luvanda alikuwa karakani kwake akimalizia jeneza lingine kwa moyo mzito. Ghafla, kivuli cha Mzee Kikara kikatokea mlangoni. Mzee huyu alionekana kuvunjika moyo zaidi ya mara ya kwanza. Alianza kuelezea jinsi kijiji kinavyoteketea, na wakati huu uchungu ulimzidi mpaka machozi yakaanza kumtoka mbele ya Luvanda. Kwa mkono uliotetemeka, Mzee Kikara aliingiza mkono mfukoni na kutoa kitambaa chekundu kilichopauka ili kufuta yale machozi. Hapo ndipo moyo wa Luvanda uliposimama. Alikikazia macho kile kitambaa, rangi yake, mpasuko uliokuwa upande wa kushoto na jinsi kilivyokuwa kimechakaa. Kilikuwa ni kile kile kitambaa alichokiona kimefungwa mguuni mwa yule bundi usiku uliopita. Luvanda alihisi baridi kali mwili mzima, lakini alijikaza. Hakubadilisha sura wala kusema neno lolote la kumshtua mzee huyo.
Alimuitikia mzee Kikara kwa unyenyekevu na kumpa pole, huku akijifanya kuendelea na kazi yake. Lakini ndani ya moyo wake, picha ilikuwa imekamilika. Luvanda alijua kuanzia muda ule kuwa zile tetesi za kuwa mzee Kikara ni mchawi zilikuwa ni za ukweli, na yeye ndo alikuwa nyuma ya vifo vilivyokuwa vinatokea kijijini kwao. Na hapo ndipo alipoamua kuanza uchunguzi wa siri ili kupata ushahidi utakaomwangamiza mzee Kikara kabla ya hajapanga kifo cha mtu mwingine. Jioni ilipofika, Luvanda alifunga karakana yake na kuelekea nyumbani, mwili ukiwa ujawa wa uchovu wa kazi. Giza likianza kutanda, ikiashiria kuwa usiku ulikuwa umeanza kuingia. Luvanda alikuwa amekaa kitandani akifakari misiba inayotokea kijijini. Aliamua kuwa asubuhi atafuta ushahidi kamili ili kumshika mzee Kikara. Na ndipo bundi alianza kulia juu ya nyumba yake. Aliamua kutoka nje na panga lake mkononi kwa ujasiri. Luvanda alisema liwalo na liwe, na baada ya kusema hivyo, alirusha lile panga lake alipokuwa yule bundi, na ndivyo panga lile lilivyomjeruhi bundi yule mguu wake wa kushoto, na bundi yule alipaa na kutokomea gizani kwenye msitu. Asubuhi iliyofuata, Luvanda alijua hana muda mwingi. Alikwenda kwa mwenyekiti wa kijiji na kuomba mkutano wa dharura ufanyike saa 11 jioni. Lengo lake halikuwa kumshutumu mzee Kikara kwa maneno, bali kumfanya mzee huyo ajianike mwenyewe. Wanakijiji walikusanyika na kama kawaida, mzee Kikara alikuja akiwa amechechemea na kikohozi chake cha unafiki, akikaa mstari wa mbele ili aonekane anahuzunika na wenzake. Luvanda alisimama mbele ya watu na kusema, "Nyamikoma, nimegundua siri ya bundi anayetua. Bundi huyo si dege wa kawaida, bali ni dege aliyetumwa. Na mimi kwa mikono yangu usiku wa manane, nilifanikiwa kumjeruhi yule dege akiwa juu ya paa langu. Nilimkata kwa panga la mguu wa kushoto kabla hajapaa." Mzee Kikara alishtuka, lakini alijikaza. Luvanda aliendelea kwa sauti nzito, "Yule dege alidondosha kitambaa chekundu alichokuwa amefungwa mguuni. Na ajabu ni kwamba yule dege alipata jeraha kubwa la panga mguuni, jeraha ambalo mchawi aliyemtuma lazima atakuwa nalo sasa hivi kwenye mguu wake wa kushoto." Uwanja ulikuwa kimya kiasi kwamba hata nzi angeweza kusikika akipita. Macho yote yalianza kutazama miguu ya watu. Mzee Kikara alianza kufuta jasho, mikono ikimtetemeka. "Mzee Kikara," alimuita kwa upole lakini kwa sauti yenye mamlaka. "Tangu nimeanza kazi ya useremala, sijawahi kukuona ukivaa koti hili zito la kizamani lililofunika mpaka miguu, na mchana huu kuna jua kali. Hebu niazime basi kile kitambaa chako chekundu ulichokuwa unajifutia machozi jana karakani, nithibitishe kama kinafanana na hiki nilichookota chini ya paa langu." Mzee Kikara aligoma kutoa kitambaa kile, akidai amekipoteza. Lakini wanakijiji wakiwa na shauku na hasira walimzunguka. Mwenyekiti aliamuru mzee huyo avuliwe koti na kupandisha suruali yake ya kushoto. Alipofunuliwa, uwanja ulizizima kwa mshtuko. Mguu wa mzee Kikara ulikuwa na bandeji mbichi ya kitambaa kile kile chekundu, na damu ilikuwa bado inavuja kutokana na jeraha safi la panga. Hakuwa na kitambaa kingine mfukoni kwa sababu alikuwa amekitumia kufunga kidonda alichokipata usiku wakati akitoroka kwenye paa la Luvanda. Mzee Kikara alishindwa hata kujitetea. Ile sura ya unyonge ilitoweka na badala yake akabaki akitetemeka kwa hasira na aibu ya kufumwa mbele ya kila mtu. Kijiji hakikuhitaji maelezo zaidi. Hasira ya wanakijiji ilimlazimu mzee huyo kukimbilia msituni, na tangu usiku huo hakuwahi kuonekana tena Nyamikoma. Vilio vya bundi vilikoma na Luvanda alirudi karakani kwake. Safari hii si kutengeneza majeneza tena, bali kutengeneza samani za maisha mapya ya kijiji chake ambacho hatimaye kilikuwa na amani.